Bwana wasamehe, 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 Mwokozi. Bwana wasamehe, 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 Mwokozi. Jehova wasamehe, 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 Mwokozi. Wasamehe, 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 Mwokozi. The Bible says in Psalms chapter number 92, verse number 1, that it is good to give thanks to the Lord, to sing praises to his name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. So the writer of the psalm is saying that it is good. How worthy, how great and how wonderful is it to just give thanks to the Lord and to praise his name and to declare his steadfast love in the morning. So brethren, we've come before the Lord. This is a wonderful morning. And one of the things that I do encourage all Christians to do is to give thanks to God. Because being alive this morning, it is not that we are so good. It is not that we have done so much unto him. But it is by the grace of God. It is by the love of God. It is because the Lord has loved us, that's where we are here today. It is because of his steadfast love. It is because the Lord, we are wonderful unto him. And therefore, whenever we come before the Lord, it doesn't matter whatever you are going through. You may be in the house today, or maybe you are watching online, and you feel in your heart you have no reason to thank God. You feel in your heart you have nothing big maybe that you feel the Lord has done that is worthy of him being praised. But I want to tell you that your life, it is a testimony. I know most of us, you have traveled by vehicles this week, but the Lord has protected us. The Lord has kept us. The Lord has been good to us. So I just want us to have a moment of just telling God thank you and just praising his holy name, just as the psalm says, just declaring his steadfast love in this morning. So just open your mouth and just begin to tell God thank you. Tell him thank you for his steadfast love. Tell him thank you for he has been good to us. Tell him thank you for he has protected us. He has protected our families. He has protected our brothers. He has protected our sisters. He has protected our parents. And above all, he has given us another time just to come before him this morning. He has given us another time. There are people who desire to be in the house of the Lord this morning, but they are not able. There is nothing big that you have done unto him. Therefore, just let us go before him and just tell him thank you. The Bible says that in everything we should give thanks unto God. That in everything, in every situation that we are going through, in every battle that we are fighting, in every circumstance that we find ourselves in every situation, every circumstance, we have every reason to go before him and just to tell him thank you, and just to lift up his holy name, and just to praise him. So just open your mouth and begin to say thank you, and just lift up your voice and begin to tell God thank you. Tell him thank you for his mercies. Tell him thank you for his mercies endure
forever. Tell him thank you for the gift of life. Tell him thank you for he has enabled us to be before him. When our thanksgiving are raised before him, oh, his praises will come down. His glory will come down in the mighty name of Jesus. Oh, Father, we exalt your name. Father, we magnify your holy name. We thank you this morning, oh God. We thank you for your good, O King of glory. We exalt you, Almighty Father. We declare that there is none like you, O God. We declare that there is none like you, our Father. We declare this Sunday, O King of glory, that as we raise our voice unto you, Jehovah, wacha maabudu yetu yakaweze kukufikia Bwana. Tumekuja tukusema ni asante kwa neema yako Bwana, kwa kibali chako Jehovah Jireh. Sometimes we serve not because we are the special ones, but it is because of the grace of God. It is because of his grace that he has enabled us to serve in his house. It is because of his grace that he has enabled us to stand before his throne. It is because of his favor that he has chosen us among his many, that we can stand before him. And therefore we have every reason to just tell him thank you. We have every reason just to exalt his name. We have every reason just to exalt his mighty name. We have every reason just to say thanks unto him. The Bible says that 10 were healed, but only one came back to say thank you. And the word says that he was made whole. And this morning we desire that we be made whole. In our prayers we be made whole. In our seeking of God we be made whole. In our thanksgiving we be made whole. In everything that we raise upon him, that we be made whole in the mighty name of Jesus. And holiness can only come when we exalt him. Holiness can only come when we magnify his name. Holiness can only come when we declare of his steadfast love. Holiness can only come when we exalt him, when we say thank you unto him. Thank you, Abba Father. Thank you for our lives, oh God. Thank you, our King of glory. This morning our hearts are filled with gratitude just to exalt you, our Maker, just to exalt you, our Father, just to exalt you, our King. Oh. Thank you, Lord. We say thank you, Jesus. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Tunasema ni asante Bwana. Wengine Mungu ametulinda, shetani alikuwa ametupangia mabaya, lakini Bwana akatulinda. Tunamwambia ni asante. The Bible says that the enemy comes to kill, to destroy. Oh, the devil meant so bad to us. He meant evil unto us. Lakini Mungu akatuokoa, Mungu akatulinda. Wakati mwingine tuweza kosa kuona, but behind the scene there is something that the Lord is doing. The Lord has been good. The Lord has been merciful. Mwambie tu kwamba ni asante. Father, thank you even for our families. Mungu amelinda familia zetu. Sometimes when we watch news, you feel you see families going through a lot. You see families that are battling diseases. You see families that are battling rejection. You see families that are going through so much. But unto us the Lord has been good unto us. Mwambie tu Bwana ni asante kwa familia yangu. Hiyo familia ambayo uko nayo, it may not have so much. It may not have a big name. It may not be known so much. But the Lord has bestowed his protection upon it. Mwambie tu Bwana ni asante. Thank you God for my brothers. Thank you for my sisters. Thank you for my parents, oh God. Oh God, we exalt you, oh God. We exalt your holy name this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, our Father.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Even before we ask of things from the Lord, let's have that heart of gratitude to tell him thank you. There is so much that he has done unto us that we cannot explain. There is so much that he has done unto us that we cannot say. There is so much that he has done unto us. Even when we begin to write books, we can write volume and volumes of books because the Lord has done unto us. There are so many people that we are born in with, maybe the same year, maybe the same day, maybe in the same hospital, but today they are no more. They are friends that we school with in primary schools, in high schools, even in colleges, but today they are no more. But unto us, we are still alive. We have every reason to tell him thank you. We have every reason to tell him thank you. Thank you, Jesus. Twasema ni asante Bwana. Twasema ni asante. Twasema ni asante. Asante, asante Bwana. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Vinywa vyetu Bwana vimejaa maneno ni asante kwako Bwana. Asante kwako Jehova, asante kwako Bwana. Wengine hatukustahili mbele ya wanadamu, lakini Mungu anasema kwamba macho yake ni tofauti na ya wanadamu. Jinsi Mungu anatizama ni tofauti na wanadamu. Pengine machoni mwa wanadamu hatukustahili hata kutumika, hatukustahili hata kusimama mbele za Bwana. Macho ya wanadamu yakatuhukumu, yakaona kwamba sisi hatustahili, sisi hatufai, lakini Mungu akaturuhusu. Mungu atakaturuhusu tusimame mbele zake. Tuacheni tumwambie ni asante. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. 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 We've entered this house with thanksgiving in our hearts. We've entered this courts with praise in our hearts. That we exalt him, that we exalt his holy name, that we magnify his holy name, that we magnify his holy name. Akatalaba Sipa Yakatalaba Ganda. Oh, we ketiri mazike yanda. Rapo Shakatalaba yanda. Riba zeketele bashaka yanda. Rima zeke yanda. Rabo zakatala bashike yanda. Oh, mwambie tu Bwana ni asante. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Remember the journey that you have walked and just tell him thank you. Kumbuka mahali ambako Mungu amekutoa. Kumbuka umbali ambao Mungu amekutoa. Kumbuka safari ambayo Bwana amekutoa, na ukaweze tu kumwambia Baba, ninasema ni asante. Kumbuka hiyo safari, kumbuka mitego ambayo Bwana amekuokoa nayo. Kumbuka njama ambazo zilipangwa kwa sababu yako, lakini Mungu akawa mwaminifu, akakushika mkono. Kumbuka wakati ambao wanadamu walikuachilia, lakini Mungu hakukuacha, akakushika mkono. Kumbuka wakati ambao watu walisema kwamba wewe umeisha, kwamba hakuna chochote ambacho wewe unaweza, lakini Mungu akawa ni wa ajabu, akakushika mkono. Si umwambie tu kwamba ni asante. Mwambie tu kwamba Bwana, ninasema ni asante. Wakati ambapo ninakumbuka mahali ambapo umenitoa, ninapokumbuka safari ambayo umenitembeza Bwana, ninapokumbuka Jehova mitego ambayo niliekewa, lakini Mungu ukaniokoa.
ninapokumbuka Jehova, wakati hata adui aliinuka, lakini Mungu badala ya nikaweze kuangamia, Baba ukatengeneza meza mbele ya maadui zangu. Kumbuka wakati ambao magonjwa yalikuja na watu wengine wakakufa, wengine wakalemaa, lakini wewe Mungu akakulinda. Sio kwamba ulikuwa na pesa, sio kwamba ulikuwa na matibabu zaidi, lakini Mungu akakulinda na ukaweze kumwambia Bwana ni asante. Hey. Oh, thank you Lord. We say thank you, we say thank you. Oh, Ramazapa Yakatalaba Zikatalamayanda, we say thank you. Zapo Yakatalabaganda Ziketelema Shakayanda, tunasema ni asante. We say thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you for your mercies. Thank you for your mercies, oh God. The Lord has been merciful to us. The Lord has been merciful to us. Hey, when men judged us, the Lord was merciful to us. Wakati wanadamu walituhukumu, Mungu alikuwa mwenye huruma kwetu. The Bible says that he is merciful. He is merciful. He is merciful. He is merciful. The Lord has been merciful to our lives. The Lord has been merciful to our lives. Just tell him thank you for your mercy, oh God. Thank you for your mercy, oh King of glory. When men saw that we are not worthy, oh, the Lord was merciful to us. We exalt his holy name this morning. When men saw that we could not stand before him, the Lord was merciful to us, na akaturuhusu tukaweze kusimama mbele zake. Mwambie Bwana ni asante kwa huruma zako. Ni asante kwa huruma zako juu ya maisha yangu Bwana. Ni asante kwa huruma zako Bwana, oh, juu ya kibali ambacho umeweka ndani yangu. Ni asante kwa huruma zako Mungu wangu. Ni asante kwa huruma zako Bwana. He ramashakatalabazeke riba zakatalabayanda ramo zepo yakatalabaganda. Hey, thank you for your mercies. Thank you for your mercies. Thank you for your mercies. Thank you for your mercies, oh God. Thank you for your mercies. Thank you for your mercies, which are new every morning. Thank you for your mercies, oh King of glory, which are new every morning. Pengine katika moyo wako umehukumika, lakini Bwana anasema kwamba yeye ni mwenye huruma. Mwambie ni asante kwa huruma zake. Lord, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. As we continue to tell him thank you, nataka tukaweze kumshukuru Bwana kwa sababu ya kanisa. We can see the Father, the Lord has taken us. Tunaweza tukaona umbali ambao Mungu ametutoa. Last year hatukukuwa mahali kama hapa. Maybe the few years ago we were not where we are. It is not that we are so good. Sio kwamba kuna pesa mingi zaidi katika kanisa hili, sio kwamba sisi ni wazuri zaidi, lakini tu kwa sababu ya neema ya Bwana. So nataka tukaweze kumwambia Bwana ni asante kwa sababu ya kanisa. Ni asante kwa umbali ambao umetutoa kama kanisa Bwana. Ni asante kwa miujiza ambayo umetutendea Bwana. Ni asante hata kwa sababu ya jengo hili ambao umetupea. Ni asante hata kwa sababu ya madhabahu mazuri ambao umetupea Bwana. Mshukuru tu Mungu, mshukuru Mungu. Ni asante kwa sababu ya kila mmoja wa kanisa hili Bwana. Baba, tunakurudishia shukrani. Tunasema ni asante, maana imegharimu mkono wako Bwana. Tunasema ni asante Bwana, maana ni kwa nguvu zako Jehova Jire Baba yetu. Sio kwamba tulikuwa wazuri zaidi, sio kwamba tulikuwa wema zaidi, lakini Mungu ukatuhurumia Bwana, ukatuchagua zaidi ya wengi Baba yangu. Kulikuwa na makanisa mengi ambayo Mungu amechagua kufanya muujiza kama huu, lakini sisi Bwana akatuchagua. Kwa udogo wetu Bwana akatuchagua, kwa uchache wetu Bwana akatuchagua. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumwambia ni asante.
Oh, Ramazakatalabashikeana. We say thank you, oh God. Thank you, our Father. Thank you, our Father. Mwambie tu Bwana kwamba ni asante. Mwambie ni asante. Inua tu sauti yako, mwambie ni asante. Mwambie ni asante. Asante kwa sababu ya kanisa. Mwambie tu ni asante. Oh, Ramashakatalabashikeana. Ripa zeketele baganda. Oh, we exalt you, God, we exalt you, God. We exalt you for the goodness that you have done unto us. Kama kanisa Bwana tumeona mkono wako. Kama kanisa Bwana tumeona nguvu zako Jehova. Hakika tumeona ukitupigania vita Baba yetu. Wakati adui aliinuka kama gharika Bwana, wewe ulituinua kiwango Jehova. Na Baba tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante. Tunasema ni asante, tunasema ni asante. Tunasema ni asante, tunasema ni asante. Hey, tunasema ni asante, tunasema ni asante. Mwambie ni asante, mwambie ni asante. Asante kwa miujiza yako Bwana. Asante kwa miujiza yako Jehova. Hakika tumeuona mkono wako, tumeona nguvu zako Baba yetu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We are just in the moment of telling him thank you. Forget every trouble, forget every circumstance, forget every mountain that is ahead of you, forget every prayer item and just tell him thank you. Sahau mambo yote na ukamwambie tu Bwana kwamba ni asante. Wakati mwingine kwa kumwambia tu ni asante, kuna milima ambayo inabomoka. Kwa kumwambia tu Bwana ni asante, kuna mambo ambayo yanaondolewa. Kwa kumshukuru tu, kwa kuliinua tu jina lake, kwa kuliinua tu jina lake na kumwambia Bwana ni asante. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you our Maker. Thank you our Father. You have been good to us, oh Lord. You have been good to us. You have been good to us. You have been merciful to us. Umekuwa mwema kwetu Bwana. Umekuwa mwenye nguvu kwetu Jehova. Kama sio wewe Bwana, sisi tungelikuwa wapi? Kama sio nguvu zako, sisi tungelikuwa wapi? Kama sio uwezo wako Bwana, Baba, sisi tungeangamia. Lakini Bwana umetushika mkono, umetushika mkono Bwana, umetushika mkono Jehova, umetushika mkono, umetushika mkono Baba yetu. Ijapokuwa mambo yaweza kuwa ni mengi, lakini Bwana umetushika mkono. Ijapokuwa kuna mambo ambayo tumeombea hayajafanyika, lakini hakika umetushika mkono. Ijapokuwa maadui wengi wametuzingira, lakini Bwana wewe umetushika mkono. Kama sio wewe kutushika mkono Bwana, hakika adui angetuangamiza, hakika adui angetumaliza. Ijapokuwa milima imeinuka mbele zetu Bwana, milima imeinuka katika maisha yetu, milima imeinuka katika familia zetu, milima imeinuka katika biashara zetu, lakini Bwana umesimama pamoja nasi Bwana. Umekuwa pamoja nasi Jehova, haujaacha tuangamie, haujaacha tumalizwe Bwana. Nasema ni asante. Tasema ni asante Bwana. Nasema ni asante Baba yetu. Ramazakatala mazepo yakatala baganda. Oh, we say thank you, we say thank you, oh God. We say thank you, we say thank you.
This morning we say thank you. This morning we just say thank you. We just lift our voice to you and say thank you. Before we ask of things from him, kabla tuulize mambo, kabla tumwambie Bwana tutendee hili na hili, tunasema ni asante kwa yale ambayo ametutendea. Kabla tukaweze kumlilia shida zetu, sisi tunasema ni asante. Today we just choose to say thank you. We just choose to say thank you. We just choose to reflect on what the Lord has done, to reflect on his wonderful work, to reflect on his marvelous work upon our lives, and just to lift his name and say thank you unto him. Thank you, Lord. 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 Asante, ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Bwana twasema, Bwana twasema, Bwana twasema, asante, ewe Mungu wangu. Bwana twasema, Bwana twasema, Bwana twasema, asante, ewe Mungu wangu. Bwana hakuna Mungu kama wewe. Bwana hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Bwana twasema, Bwana twasema, Bwana twasema, ewe Mungu. Bwana wewe ni Bwana wewe ni Bwana pokea sifa zetu, Bwana pokea sifa zetu, Bwana pokea sifa zetu, Bwana ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, Bwana wewe ni Alfa na Omega, Bwana wewe ni Alfa na Omega, wewe Mungu wangu. Bwana wewe ni Alfa na Omega, Bwana wewe ni Alfa na Omega, Bwana wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Bwana pokea sifa zetu, Bwana pokea sifa zetu, Bwana pokea sifa zetu.
sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. I want us to enter into another point of prayer, and that is seeking forgiveness. Kuweza kuomba msamaha. The Bible says in 1 John, I love this verse, 1 John chapter number 1, from verse number 6. The Bible says that if we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and we do not practice the truth. Kwamba tukisema kwamba tuna ushirika pamoja naye, kisha tukitembea katika giza, hivyo tuwajidanganya na hatutembei katika ukweli. Verse number 7, but if we walk in light as he is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all our sins. Kwamba tujapo tembea katika mwangaza, maana yeye ndiye mwangaza, na tuwe na ushirika pamoja naye, damu ya Yesu itatusafisha dhambi zote. Verse number 8, it says, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kwamba tukisema hatuna dhambi, sisi twajidanganya na ukweli hauko ndani yetu. But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kwamba tukikiri dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu, ataweza kutusamehe na akaweze kutuosha kutokana na dhambi zetu zote. Bwana asifiwe. So the Bible is telling us something here, that if we say we have no sin, kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, sisi wenyewe twajidanganya. Praise the name of the Lord. You know, when we say that God is holy and we are to be holy, it doesn't mean that we are sinless. Praise the name of the Lord. Kama wanadamu tumekosa, kama wanadamu tumetenda dhambi, hakuna yule ambaye anaweza akasimama na aseme kwamba mimi ni mtakatifu 100%. Praise the name of the Lord. So kumaanisha kwamba katika maisha yetu kama wanadamu, kuna mambo ambayo tumetenda yasiyompendeza Mungu. Kuna maneno ambayo tumenena ambayo hayampendezi Bwana. Na ndio anasema in verse number 8 kwamba tunaposema kwamba hatuna dhambi, basi sisi wenyewe tunajidanganya na ukweli hauko ndani yetu. Na mstari wa 10 unasema, if we say we have no sin, we make him a liar. Praise the name of the Lord. So wakati ambao unajipiga kifua na useme kwamba mimi si mtenda dhambi, wewe kitu ya kwanza unajidanganya, na jambo la pili unamfanya Mungu akaweze kuwa ni mtu muongo, akaweze kuwa ni muongo. Praise the name of the Lord. But verse number 9 inasema, if we confess our sins. So our God is merciful. Mungu wetu anasema kwamba yeye ni mwenye huruma. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanadamu waweza wakakuhukumu. Siku ya leo kuna kitu ukitenda, wanadamu watakuhukumu. Wanadamu watakuona ni kana kwamba haustahili, ni kana kwamba haufai hata kusimama mbele yao, ni kana kwamba haufai chochote. Lakini Mungu anasema kwamba the first thing we need is to acknowledge that we are sinners. We acknowledge that God we have sinned, kwamba sisi ni watenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. And after acknowledging, he gives us a window. Anatupea mwanya, anatuambia that if we confess our sins, kwamba tunapokiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu akaweze kutusamehe na akaweze kutuosha kutokana na mambo yote yasiyo ya utakatifu. Praise the name of the Lord. So I just want us to enter into a moment of just asking God to forgive us. And we begin by acknowledging of our sins. Tunaanza kwa kutambua kwamba sisi ni watenda dhambi. Tunaanza kwa kukubali kwamba Bwana tumekosa.
Hauwezi ukaomba msamaha kabla haujakubali. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukamwambia tu Bwana kwamba nisamehe, ijapokuwa wewe mwenyewe haujakubali kwamba Bwana nimekosa. Na wakati mwingine dhambi sio kitu kile kikubwa zaidi. Pengine kwa maneno yetu tumenena mambo ambayo hayajamfurahisha Mungu. Pengine kwa mawazo yetu tumewaza mambo ambayo hayajamfurahisha Mungu. Pengine katika hili wiki kuna mahali ambapo tumeenda, mahali ambapo hakujamfurahisha Mungu. Wewe katika moyo wako unajua kwamba hili jambo ambalo nimetenda ama hili jambo ambalo nililitenda hakika halimfurahishi Mungu, hakika sio mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo nataka ukaweze kukubali, umwambie Bwana, hakika mimi ni mtenda dhambi, hakika nimetenda dhambi, hakika nimetembea katika njia zisizokupendeza, hakika kwa maneno yangu Bwana nimenena maneno yasiyokupendeza, hakika kwa mikono yangu Bwana nimeguza vitu visivyokupendeza, kwa mawazo yangu Bwana nimewaza mambo ambayo sio mazuri. Unajua mawazo ni wewe tu mwenyewe wajua, na ndio Biblia inasema tunaposema kwamba hatuna dhambi sisi wenyewe tunajidanganya na hakika ukweli hauko ndani yetu. Kwa hivyo fungua tu kinywa chako ukaweze kwenda mbele za Bwana. Anza kwa kukiri, ukamwambie Bwana, Baba ninakubali kwamba mimi ni mtenda dhambi, ninakubali kwamba Bwana nimetenda makosa, ninakubali Jehova Jire kwamba mimi sio mtakatifu, mimi sio mtakatifu 100% mbele zako. Ninakubali Jehova, I declare, O King of Glory, that I'm a sinner, Almighty Father, that I've sinned against you, my God, that I've sinned against your principles, that I've sinned against your word, Almighty Father. I come before you, my God. Mimi sijipigi kifua. Biblia inasema kwamba the Pharisees walijipiga kifua, maana walijiona kwamba wao ni watakatifu zaidi. Walijipiga kifua wakati Mfarisayo alienda mbele za Bwana akasema kwamba mimi sio mtenda dhambi kama yule mwingine. So yeye alijiona kwamba yeye ni msafi zaidi, lakini Biblia inasema kwamba na yule mwingine ambaye alienda mbele za Bwana na akanyenyekea na akakubali kwamba yeye ni mtenda dhambi na akakubali kwamba ametenda makosa, hakika Mungu alikuwa na huruma mbele zake. So nataka tu ukaweze kwenda mbele za Bwana, ukaweze tu kukiri, mwambie Bwana, Baba, kama mwanadamu hakika ninakiri mimi ni mtenda dhambi. Kama mwanadamu ambaye amezaliwa katika dunia hii Bwana, ninakiri kwamba wakati mwingine nimetembea katika njia zisizokupendeza, wakati mwingine nimewaza mawazo yasiyo mema mbele zako Bwana, wakati mwingine nimetenda mambo yasiyokupendeza Jehova Jire. Ninakiri na kinywa changu, ninakubali na kinywa changu Bwana kwamba mimi sio mkamilifu 100%. In the mighty name of Jesus Christ, jipeleke tu mbele za Bwana. Yaweza kuwa umehukumiwa na wanadamu, yaweza kuwa umehukumiwa na wale ambao wamekuzingira, yaweza kuwa umehukumiwa na kanisa, yaweza kuwa umehukumiwa na familia yako, kwa maana watu wamekuona kama mtu ambaye ni mchafu, mtu ambaye asiyestahili, mtu ambaye asiyefaa. Lakini neno limetuambia asubuhi ya siku ya leo kwamba tutaanza kwa kukiri na kusema kwamba sisi ni wakosefu. Tutaanza na kukiri na kusema kwamba Bwana tumekukosea. Tutaanza na kukiri na kusema kwamba Jehova, sisi Bwana tumetenda dhambi, na hakika Mungu anasema kwamba yeye ni mwaminifu. Wakati ambao tutakiri, wakati ambao tutakubali, wakati ambao tutaomba msamaha, hakika Bwana atatusamehe, hakika Bwana atatuonea huruma. Wacha tukaweze kuinua sauti zetu mbele za Bwana, tumwambie Bwana, Baba, sisi tumekukosea Bwana, sisi tumetenda dhambi Bwana, sisi tumetenda mambo yasiyokupendeza Jehova. Lakini asubuhi ya siku ya leo, kabla tukaanze kuinua mikono yetu na kumwambia Bwana tubariki, wacha tukaweze kukiri makosa yetu. Kabla tukaanze kuitisha baraka kutoka kwa Bwana, wacha tumwambie Bwana atusamehe. Kabla tuanze kumwambia Bwana kwamba nibariki na hili, nibariki na fedha, nibariki na kazi, wacha tukaweze kukiri mbele zake. Wakati mwingine ni dhambi ambayo inazuia baraka za Bwana. Yani Mungu
ameachilia baraka, lakini kwa sababu ya dhambi imezuia hiyo baraka. Wakati mwingine ni dhambi ambayo inazuia uwepo wa Bwana. Kabla tukaanze kuitisha uwepo wa Jehova, wacha tukaweze kutubu mioyoni mwetu. Tumwambie Bwana tusamehe, tumwambie Bwana tuonee huruma, tumwambie Jehova, wacha huruma zako Bwana zikaweze kuwa juu yetu. Oh, the Bible says that when the people of Nineveh, wakati ambao Mungu alikuwa ametangaza hukumu mbele zao, lakini wakajua huyu Mungu ni mwenye msamaha, wakajua huyu Mungu ni mwenye huruma. Biblia inasema wakajimwaga mbele za Bwana, wakamlilia Jehova. Haikujalisha walikuwa wamefanya nini, haikujalisha dhambi zao zilikuwa zimefika kiwango kipi, lakini Biblia inasema kwamba Mungu aliwasamehe, Mungu aliwaonea huruma. Pengine asubuhi ya siku ya leo umekuja katika nyumba ya Bwana, umehukumika kwa sababu pengine ya njia ambazo umetembea, umehukumika kwa sababu ya maneno ambayo wanadamu wamekuambia, umehukumika kwa sababu ya situations zingine ambazo umejipata ndani. Wacha nikuambie, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Anasema kwamba tunapoliitania jina lake na tukaweze kuomba msamaha, hakika atatusamehe, hakika atatuonea huruma. Wacha tuinue sauti zetu mbele zake, si za kuitisha baraka, si za kuitisha fedha, si za kuitisha kuinuliwa, lakini sauti za kuomba msamaha, sauti za kunyenyekea mbele za Bwana na kumwambia Bwana tusamehe, na kumwambia Bwana tusamehe. Bwana nisamehe, Jehova nisamehe, Mungu wangu, Baba yangu, ninakiri kwamba mimi ni mtenda dhambi. Ninakiri kwamba Jehova Jire, kwa maneno yangu, kwa mawazo yangu, kwa maongeo yangu Bwana, kwa matendo yangu Jehova Jire, nimekukosea Bwana, na ninakiri asubuhi ya siku ya leo Baba, nikiomba msamaha, nikiomba unisamehe Bwana, nikiomba unisamehe Bwana, nikiomba unisamehe Jehova, nikiomba unisamehe Jehova. Baba, ukanionee huruma, ukanionee huruma asubuhi ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha msamaha wako Bwana ukaweze kuwa juu yangu Bwana, msamaha wako wa dhambi Bwana ukaweze kuwa juu ya maisha yangu Bwana, ili ninapoinua mikono yangu kwako Bwana, sio dhambi zangu zitakazoonekana. Ninapoinua sauti yangu kwako Bwana, sauti yangu haitajaa uchafu, sauti yangu haitakuwa sauti ambayo imejaa dhambi. Ninapoitisha uwepo wako Bwana, sio dhambi zitakazoonekana. Wacha sauti yangu, wacha maabudu yangu Bwana yakaweze kuwa ni dhabihu iliyokamilika Bwana. Oh my God and my Father, have mercy upon me, oh God. Ramazaka talaba zipaya kalama zekeanda. Mwambie tu Bwana nisamehe, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Haijalishi umehukumiwa vipi, mwambie Bwana nisamehe. Haijalishi kile ambacho umetenda, Mungu wetu ni mwaminifu. Mwambie tu nisamehe Bwana. The Bible says that if we say we have no sin, we deceive ourselves. Kwamba tunaposema kwamba sisi hatuna dhambi, tunajidanganya. Wapendwa, tusijidanganye kwamba tunakuja katika madhabahu ya Bwana tujidanganye kwamba hatuna dhambi, kwamba tunaweza tukaongea katika ndimi. Tusijidanganye na kusema kwamba hatuna dhambi, kwamba tuna sauti mzuri za kumsifu Bwana. Tusiseme kwamba hatuna dhambi. Wacha mwambie Bwana tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana. Baba, tuonee huruma. Mungu wetu tusamehe Bwana. Twasimama mbele zako asubuhi ya leo Bwana, kile tunaomba ni msamaha kutoka kwako Bwana. Baba tusamehe, Baba yetu tusamehe, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana. Tuonee huruma Bwana, tuonee huruma. Huruma zako Bwana zikaweze kuwa juu yetu Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Oh God have mercy, God have mercy, God have mercy, God have mercy. Have mercy upon us, have mercy upon us, have mercy upon our lives, have mercy upon us, oh God. Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Oh
Ramazapo yakatalaba zipa yakatalaba ganda riketere mazeke yanda rapo sheketele bayanda. Mwambie tu Bwana, nisamehe, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Wakati mwingine sio kwamba Mungu ni mchache wa baraka, lakini ni kwa sababu ya makosa yetu, ni kwa sababu ya dhambi zetu. Na wengine tumekatalia dhambi, tumekataa kuomba msamaha. We are justifying ourselves. We are justifying ourselves that we are holy. Hey, and the Lord is saying that if we say we have no sin, we deceive ourselves. Just lift up your voice unto Him and tell Him, God have mercy. God be merciful to me. God be merciful to me. If there is in any way that you have justified yourselves, kama kuna mahali ambapo we mwenyewe umejipiga kifua na ukaona kwamba we ni mtakatifu, Biblia inasema kwamba na wacha yule ambaye amesimama asijipige kifua, asijigambe, ila anaweza pia akaanguka. Mwambie Bwana, nisamehe Bwana, nionee huruma Bwana, nisamehe Jehova. Wacha msamaha wako Bwana, ewe uliyewasamehe watu wa Nineve, ewe uliyemsamehe Daudi. Oh my God, nisamehe Bwana, ninasimama mbele zako Bwana Jumapili ya siku ya leo. Oh my God, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, oh God. Oh Ramazaka talaba zipa ya katalaba ganda rima sheketele bazaka yanda riketele mazepo yapo sheketele bazaka yanda. Hey Ramazepo ya katalama zeke yanda ripa zeketele baganda rapo ya katalama zeke yanda. Mercy, oh God. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Hey, cleanse us, oh God. Cleanse our sins, oh God. Cleanse our minds. Cleanse our thoughts, oh King of glory. Hey, cleanse our thoughts, Almighty Father. Cleanse our thoughts, cleanse our thoughts, cleanse our thoughts, Almighty God. Cleanse our thoughts, O King of glory. Safisha mawazo yetu Bwana. Hey, the blood of Jesus is the ultimate. It is the ultimate blood that can wash away all sins. Hiyo ndiyo damu pekee ambayo yaweza ikaosha dhambi, yaweza ikasamehe, yaweza ikainua. Mwambie tu Bwana nisamehe, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe. Wengine kwa mikono yetu tumetenda dhambi, na ndiyo maana hata tunapoinua mikono yetu juu ya Bwana ni dhambi ambazo zinaonekana, maana mikono yetu imeguza mambo ambayo ni chukizo mbele za Bwana. Mwambie Bwana, oh cleanse my hands, oh God, cleanse my hands, oh King of glory. Safisha mikono yangu, safisha mikono yangu Bwana. Wengine kwa maneno yetu tumetenda dhambi kwa mambo ambayo tumenena, na hiyo ndiyo kinywa ambayo tunataka tukitumie ili kumsifu Bwana. Wapendwa, mwambie Bwana, Baba safisha kinywa changu Bwana, kama nimetumia kinywa changu kunena maneno yasiyokupendeza Bwana, kama nimetumia kinywa changu Jehova katika masengenyo, kama nimetumia kinywa changu Jehova, oh na Baba nikatia wengine hata taabani, kama nimetumia kinywa changu Jehova hata kuwashusha watu wengine, kama nimetumia kinywa changu Jehova Jire kusema mambo yasiyokupendeza Bwana, Baba safisha kinywa changu, safisha kinywa changu Bwana, ili sauti yangu inapoinuka mbele zako Baba iwe ni madhabahu, iwe ni madhabahu Jehova, iwe ni dhabihu iliyokamilika. Inapoinua sauti yangu kwako Bwana, isiwe ni sauti
sauti ya mtenda dhambi, isiwe ni sauti ambayo imejaa makosa, isiwe ni sauti Jehova. Oh, ramashakatalaba sipaya katalabaganda. Wengine kwa miguu yetu tumekanyagisha miguu yetu mahali pasipo stahili kwa miguu yetu, na hiyo ndiyo miguu tumekuja nayo kanisani. Mwambie Bwana, cleanse my feet, oh God. Safisha miguu yangu Baba yangu, kama nimekanyagisha miguu yangu Baba yangu mahali ambapo sikustahili kukanyagisha, kama nimekanyagisha miguu yangu Baba yangu mahali ambapo sikustahili kwenda, Bwana Baba ninaomba, Baba ninatubu, Mungu ukanisamehe Bwana, ukanionee huruma. Oh God, oh ramazipo yakatalabaganda. Oh God, safisha kabisa, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, usafisha kabisa, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, usafisha kabisa, madhabahu ya shetani madhabahu ya shetani yameshindwa na Yesu. Bwana, madhabahu ya shetani yameshindwa na Yesu. Oh, asifiwe Mwokozi. Bwana, madhabahu ya shetani yameshindwa na Yesu. Oh, madhabahu yameshindwa na Yesu. Oh, madhabahu ya shetani yameshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, safisha kabisa. Mark chapter number 11 verse number 25, the Bible says, I read from verse number 24.
Therefore I tell you, whatsoever you ask in prayer, believe that you have received and it will be yours. Kwamba ninakuambia, na chochote utakachoitisha ama kuuliza kwa maombi, amini kwamba umekipokea, nacho ni chako. And verse number 25, there is something the Bible says, and whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. Praise the name of the Lord. You know, sometimes we stand before God, we stand before our Father, and we ask that the Lord forgive us just the way we have asked, kwamba Mungu akaweze kutusamehe. Lakini sisi katika mioyo yetu kuna watu ambao tumebeba, kuna watu ambao tumekataa kusamehe. Na Biblia inasema kwamba tunaposimama mbele zake kwa maombi na tuna kitu ndani yetu kwa sababu ya mtu fulani, na tunapomuuliza kwamba Bwana akaweze kutusamehe, nasi pia lazima tukaweze kusamehe kwanza. Praise the name of the Lord. So I just want us to take another few minutes and just go before the Lord. Na kama kuna mtu ambaye umembeba, kama kuna mtu ambaye alikukosea, I feel in my heart the Lord says that release them. Mungu anasema kwamba waachilie, kwa maana kuna baraka ambazo zinazuia wakati ambao kuna watu ambao tumewabeba katika mioyo yetu. Kwa maana the Bible says that Mungu huangalia moyo wa mwanadamu. So kumaanisha kwamba katika moyo wako, kama kuna mtu umembeba, kama kuna mtu pengine alikukosea, kuna mtu ambaye kitu ambacho alikutendea hakikupendeza, pengine alikuingiza katika shida, pengine alikutendea jambo ambalo ni chukizo mbele zako, neno linasema kwamba tukaweze kumsamehe, tukaweze kumwachilia. So nataka tu ukaweze kuchukua dakika kama 5, ukaweze kwenda mbele za Bwana, ukaweze kumwambia tu Bwana kwamba ninaachilia wote walionitendea mabaya, ninaachilia wote walioniwazia mabaya. Kama kuna yeyote ambaye alikutendea jambo ambalo si jema, alikutendea jambo ambalo limekuhuzunisha, alikutendea jambo ambalo pengine limekutia katika mashaka ama taabani, mwambie tu Bwana kwamba ninamsamehe. For the word says that if we forgive them, then God will also forgive us. So tunapoitisha msamaha kwamba Bwana atusamehe, nasi pia lazima tukaweze kuwa na moyo wa msamaha. Huyo mtu ambaye umembeba, huyo dada yako ambaye umembeba, huyo mzazi ambaye umembeba, huyo rafiki ambaye umembeba katika moyo wako, ambaye alitenda jambo ambalo halikupendeza, mwambie tu Bwana kwamba ninamwachilia ili naye pia Baba wa mbinguni akaweze kukusamehe. Mwambie Bwana ninamwachilia in the mighty name of Jesus Christ. Oh God, we forgive everyone. Kila mtu Baba yangu ambaye ametutendea mambo mabaya, kila mtu Jehova ambaye ametenda mambo ambayo hayakutupendeza Jehova, tunamsamehe asubuhi ya siku ya leo Bwana, ili nawe ukaweze kutusamehe Bwana. Tunamwachilia asubuhi ya siku ya leo Jehova, ili nasi pia tukaweze kuwekwa huru. Tunamwachilia asubuhi ya siku ya leo Jehova. We set them free. We set them free in the mighty name of Jesus. We set them free in the mighty name of Jesus, that our Lord may also set us free. We release them from our hearts. We release them from our souls. We release them from our minds. Tunawaachilia, haijalishi walitenda nini, haijalishi walitufanyia nini, lakini sisi tunawaachilia ili naye Mungu wa mbinguni akaweze kutuachilia. Sisi tunawasamehe ili Baba wa mbinguni akaweze kutusamehe in the mighty name of Jesus Christ. Usibebe mtu katika moyo wako, usibebe mtu katika moyo wako, katika mawazo yako. Watu wengine ambao tumewabeba ndio ambao wamefanya hatuwezi tukabarikiwa, ndio ambao wamefanya baraka zetu hazitufikii, ndio ambao wamefanya hata uwepo wa Bwana hatuwezi tukauhisi, kwa sababu tumebeba watu mioyoni mwetu, na Mungu ni Mungu ambaye huangalia mioyo. Mwambie Bwana ninawaachilia kutoka katika moyo wangu, ninawaachilia kutoka katika mawazo yangu in the mighty name of Jesus. We release them, we set them
free. Oh Ramashaka Talabazeke anda. Oh Ripa Zeke Telebaganda. We release them, O King of Glory. We release them, O my Father. Wale waliotuwazia mabaya Bwana, tunawasamehe asubuhi ya siku ya leo. Wale ambao walitunyang'anya vitu vyetu Bwana, tunawasamehe asubuhi ya siku ya leo. Wale ambao walikusudia tuanguke Bwana, sisi tunawasamehe Jehova Jire. Wale ambao walikusudia Bwana kwamba sisi tusisonge katika viwango vingine, tunawaachilia katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao waliinua milima mbele zetu ili tukaweze kuanguka, tunawaachilia katika jina la Yesu Kristo. Hey my God and our Father, wale ambao Jehova Jire Bwana walinena mambo mabaya na hata hayo maneno yakatufikia na tukakasirika katika mioyo yetu, kwa nini fulani akanisengenya, kwa nini fulani akaninena mabaya, tunawaachilia asubuhi ya siku ya leo. Wale ambao walitufanya tukahisi ni kana kwamba hatupendwi, tukahisi ni kana kwamba sisi hatustahili, sisi hatufai, asubuhi ya siku ya leo Bwana anasema kwamba tuwaachilie. Mungu anasema kwamba tuwaachilie. Mungu anasema kwamba tuwasamehe, ili naye Baba wa mbinguni akaweze kutusamehe, ili naye Baba wa mbinguni akaweze kutusamehe. Kuna uwezekano pengine tuko kanisani, lakini huyo ndugu yako, huyo dada yako hamuongeleshani. Huyo ndugu yako, huyo dada yako ukimuona hautaki kumuona, unahisi katika moyo wako kwamba hastahili kwa sababu ya jambo ambalo alilitenda. Lakini Mungu anasema kwamba iwapo tutawaachilia, iwapo tutawasamehe, hakika Mungu wa mbinguni atatusamehe. Mwambie tu Bwana, mimi ninawasamehe Baba, mimi ninawaachilia kutoka katika moyo wangu, mimi ninawaachilia Bwana kutoka katika mawazo yangu. Haijalishi walitenda nini, haijalishi walisema nini, haijalishi walikupeleka katika shimo linalokaa aje, lakini ukiwaachilia, hakika Mungu wa baraka, Mungu wa uzima, naye pia atakukumbuka, ataweza kukuachilia, ataweza kusimama pamoja nawe, in the mighty name of Jesus. Oh God, oh Amashaka Talaba Sipaya Katalabaganda Ribazeketele Mashaka Yanda. Oh Lord, oh God, Almighty Father, we release them, oh God, in the mighty name of Jesus. Tunawaachilia Bwana, tunawaachilia Jehova, tunawaachilia Bwana katika jina la Yesu. Tunawaachilia Bwana, tunawaachilia Bwana, tunawaachilia Mungu wetu in the mighty name of Jesus. Tunawaachilia Baba katika jina la Yesu. Tunawaachilia Baba yetu in the mighty name of Jesus. We forgive them, we forgive them, we forgive them, we forgive them, oh Lord, in the mighty name of Jesus. We forgive them, we forgive them, oh God, in the mighty name of Jesus. Oh Lord, oh God, thank you Jesus. Oh, thank you Lord, thank you God, thank you God, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Niguze tena, niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, niguze, niguze tena, niguze tena, niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, uniguze tena, niguze tena, niguze Bwana na
Inue tena, inue tena, ninaomba Baba, uninue tena, ninue tena, ninue nisamehe, oh Bwana nisamehe, Bwana naomba, ninaomba Baba, nisamehe tena, Bwana nisamehe tena, nisamehe Hallelujah. Amen. As we come to the end of our first service, I just want us to share a light word here. And I know that the Lord shall bless us. Psalms chapter number 68. Psalms 68 verse number 1. The Bible says that God shall arise. His enemies shall be scattered. And those who hate him shall flee before him. As smoke is driven away, so you shall drive them away. As wax melt before fire, so the wicked shall perish before God. But the righteous shall be glad. They shall exult before God. They shall be jubilant with joy. Praise the name of the Lord. I know that we've come before the Lord, this being a Sunday, and we all have our heart desires. Tuko na matamanio ya mioyo yetu, tuko na mambo ambayo tumeyabeba, ambayo tunaomba tu kwamba Mungu akaweze kututendea siku ya leo. And I feel in my heart the Lord says that he will arise. Praise the name of the Lord. When the Lord arises, the enemy shall be scattered. Praise the name of the Lord. Wakati ambao Mungu atainuka, maadui watatawanywa. Wakati ambao Mungu atainuka, kuna mambo ambayo yataondolewa. Praise the name of the Lord. When David is writing about this, we know about David. David went through a lot of things. When David, wakati ambao Mungu anainua Daudi, tunaona maadui wanainuka. Wale ambao walifaa kusimama na yeye wanainuka. Praise the name of the Lord. But I want to see the assurance of the Lord. The Bible says that when God shall arise, his enemy shall be scattered. So I want to pray for each one of us that today, even as we enter into the second service, as we praise him, as we worship him, as we take ourselves before him, najua kwamba tumetubu na Mungu ni mwaminifu, ametusamehe. Our prayer is that our God shall arise.
Hallelujah. Our God shall arise in our lives. He will arise in our families. He will arise in our business. Yani Mungu ataonekana. You know, Mungu akionekana, hata maadui zako watasema na huyu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu akaweze kutuonekania siku ya leo. Mungu akaweze kutuonekania katika ibada ya siku ya leo, kwamba neema yake ikaweze kuwa pamoja nasi, uwepo wake ukaweze kuonekana, kwamba yale yote ambayo utayapeleka mbele zake na yale yote ambayo umeshayapeleka mbele zake, wacha tu Mungu akaweze kuyashughulikia. Praise the name of the Lord. David says, na nilifurahi nilipoambiwa tuende katika nyumba ya Bwana. So katika nyumba ya Bwana kuna furaha. Bwana asifiwe. So we have not come to waste time, or we are not here because we have nothing else to do. Praise the name of the Lord. This is the best place for us to be. And I want to assure you that the Lord will bless you and the Lord will do you good. So Mungu akaweze kuwabariki. Thank you so much for coming, and thank you so much for joining us in our first service. Thank you for those who are watching online. May the Lord bless you. May the Lord do you good. So Mungu awabariki sana, even as we prepare to enter into the second service. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom.